Basi. Yaani wewe kijana, mzazi wako anipe fee. Wewe uje hapa kutongozana tu shuleni. Sio hivyo mwalimu. Ufanye vizuri katika mitihani yako, kumbe mambo ni haya. Lakini nilikuwa namwaga. Wamwaga? Kwa hiyo hapo kumeandikwa sheria kwa mtu kimwaga mfanye kuhaga. Kwani mwalimu, kuna ubaya gani? Sio ni mwanafunzi mwenzangu. Nyumbani. Puzi. Usishtuke sana. Nafanya wajibu wangu. Lakini kwa nini mtoto mzuri kama wewe utembee na mwanafunzi? Hivi unajua wewe ni msichana mmoja mrembo sana. Na hadhi yako haifanani kutembea na kinyangarika kama yule. Unastahili kuwa na watu kama sisi. Watu wenye elimu zetu. Tumebobea, mahodari, tunayajua maisha. Na isitoshe kama ni pesa, kwetu tunazichezea tu kila mwisho wa mwezi. Yote mnalelewa. Hivi mwalimu, una akili kweli? Akili nazo. Yule si ni mwanafunzi mwenzangu yule. Kwa hivyo, si ndio tulikuwa tuagana? Kwani kuna ubaya gani? Hakuna ubaya kwa sababu katika hii shule masuala ya mapenzi yamekatazwa. Mwalimu mkuu akijua kuwa hapa mnaendesha mapenzi. Sasa kama masuala ya mapenzi yamekatazwa, wewe hapa wafanya nini? Sasa hapa ni swala la mwanafunzi na mwalimu. Isitoshe mimi ni mtu mzima. Akili zangu zimekomaa kabisa. Nyinyi wanafunzi hata mkitiana mimba je hapa? Kwa hiyo kama wewe ni mtu mzima, watu wazima wenzako huwaoni? Hebu jiangalie mwanzo mpaka chini. Hii kwani nina kasoro gani? Mwalimu mtanashati huyu. Uko nje kuna wanawake wengi wanatamani kuwa na mimi. Lakini nimekuchagua wewe kwa sababu una sifa za kuwa na mimi. Vitu vyeupe, vidogo vidogo ndio vitu vyangu mimi. Ustahili kuwa na watu kama wale. Mimi ndio size yako bana. Wenziko wanatuita Big Daddy. Kuwa na mimi.